Naam, mpenzi mtazamaji wa televisheni yetu ya Lutanana Media Online, ni wakati mwingine tena. Siku ya leo tunakutana katika kipindi chetu cha simulizi, na hivi leo tumeweza kuwa na bahati ya kukutana na dada Mariam, mkazi wa Dar es Salaam, ambaye yeye anao mkasa ambao ameupitia katika maisha yake, ambao yeye imempendeza siku ya leo akaweza kushare na sisi ili tuweze kuwa na funzo katika maisha. Kwa hiyo nisiwe mzungumzaji sana, nichukue nafasi hii kumkaribisha ili yeye aweze kutusimulia na kutuelezea kisa chake yeye ambacho kilimtokea na ni kisa cha kweli kilichomfanya atoke mkoani Ruvuma kwa maana ya wilaya ya Songea na kuweza kuja Dar es Salaam. Safari yake alikutana na tukio ambalo lilimuumiza na linamtesa mpaka hivi sasa, na huenda na wengine wapo ambao wameweza kupitia mkasa kama huu, lakini yeye ameona ni vizuri kwa siku ya leo tukaweza kumsikiliza hadithi yake, simulizi yake, ili kila mmoja anaweza kuwa anatusikia aweze kuwa na funzo katika maisha. Kwa hiyo nisichukue muda mwingi sana kuongea, bali nichukue nafasi hii kumkaribisha dada Mariam. Okay? So Mariam, nikukaribishe sasa uweze kutupa simulizi yetu ifupi ambayo kila mmoja anatamani kukusikia. Naitwa Mariam Saidi. Ndio. Natokea Songea. Ndio. Nimezaliwa Tunduru. Nimelelewa Tunduru kuanzia mpaka mwaka mmoja. Naam. Mamangu akanileta kwa bibi Songea. Ndio. Nikakaa Songea mpaka miaka 6. Nikaanza shule darasa la kwanza, ambacho mama yangu alikuwa ashatengana na baba yangu, ndio maana akanileta Songea, nikawa nalelewa na bibi yangu. Ongeza sauti kidogo. Mama yangu akaniacha akaenda mkoa mwingine kwenye biashara. Nikasoma mpaka darasa la 7 shule ya msingi Ligunga. Nilisoma darasa la 7 nikamaliza. Bibi yangu akampigia simu mama yangu, "Njoo mchukue mwanao kashamaliza darasa la 7." Ikabidi mama yangu aje anifuate, kaenda mkoa wa Njombe, akanitafutia kazi ya ucherehani, naanza kufanya. Ndio. Nilifanya kwa baada ya miezi 3, nikaona sielewi mama yangu, kila akiongea simuelewi, nikaamua kutoroka. Nikamwibia hela, nikatoroka, nikapanda basi, nikaja Dar es Salaam. Ndio. Kuja Dar es Salaam nikafika kama maana gari letu tulipanda kuchelewa, nifika kama saa 4. Niliposhuka kwenye gari nikawa na maana yake mama yangu na ana dada yake mkubwa anakaa huko Dar es Salaam. Ndio. Ikabidi nimpigie simu, akawa apokei, mara haipatikani, ikabidi nikae pale stand, sina pa kwenda. Kuna kaka katokea akaniambia, "Dada, unamsubiri nani, bora nimekuona umekaa muda mrefu?" Nikamwambia, "Kuna mamangu nampigia simu hapatikani, mara apokei." Akaniambia, "Wewe mtoto wa kike utakaa hapo mpaka saa ngapi? Hapo mjini kuna wauni wengi. Mimi na mwanamke wangu, mimi nakuona kama mdogo wangu, wewe nikusaidie." Akanisaidia, akanisaidia kubeba mabegi, tukaenda mpaka kule kwake. Kumbe yule kaka ni muongo, ana mke ana nini, tabia yake ni mbaya. Nikakuta kama wenzake 4 ndani. Ndio. Tukaingia ndani, nikashangaa. Nikamuuliza, "Wewe mke wako yuko wapi?" Akaniambia, "Katoka mara moja anakuja. Hao ndugu zangu." Kutoka nje akaniacha mimi ndani na wale ndugu zake.
alivyorudi ndani, naona kaanza kunibadilikia, akachukua zile pesa zangu nilizokuwa nazo, wakanifanya mchezo mbaya na marafiki zake. Okay. Ikabidi niondoke, nikaacha mabegi ya nguo, nilikuwa na namba za simu za mamangu mkubwa, ikabidi niziache kwa hofu, nikakimbia. Ukimbia ndo nikakutana na msichana rafiki yangu. Kwa kwanza nikakutana naye kwenye hilo janga, akanisaidia, nikamwadisia kilichotokea, ikabidi anipeleke hospitali, nikafanyiwa vipimo, ikabidi nirudi nyumbani. Kurudi nyumbani, rafiki yangu mamake alimwachia nyumba, kwa hiyo alikuwa anakaa kwenye nyumba ya mamake. Ikabidi anisaidie, tukawa tunakaa chumba kimoja mimi na yeye. Alikuwa anafanya kazi ya madada poa, ndio chanzo cha kuingia mimi kwenye kazi ya madada poa. Okay. Kwa hiyo naombeni wenzangu, wasichana wenzangu, msikurupukie tu kuja Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna mambo mengi ya kutisha. Naombeni sana sana sana, wazazi wenu wakiwasema muwe mnasikia na mnaelewa. Okay. Labda ungetuambia kipindi labda unafanya hiyo safari yako na kutoka mkoani na kuja huku Dar es Salaam, labda ilikuwa ni mwaka gani? 2015. Okay, mwaka 2015. Labda unaweza ukawaambia labda wanaotufuatilia kwamba labda ulikuwa umepanga kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kufanya labda shughuli gani hasa ambayo ulikuwa umepanga kuja kuifanya huku kabla hata hujafika? Ulikuwa una malengo gani ya kuja kufanya huku Dar es Salaam? Nilikuwa na malengo, nikija kwa mamangu mkubwa nikionana naye nimwambie anitafutie kazi ya ucheleani. Ndio. Lakini kwa bahati mbaya ndio ikawa hivyo tena, mara simu hapokei, mara simu haipatikani. Okay, kwa hiyo ulikuwa ukija kwa ajili ya kwa kazi maalum hiyo ya ucheleani, si ndio? Na ni kazi ambayo wewe tayari ulikuwa na ujuzi nayo, au labda ulikuwa ndio unakuja kwa ajili ya kuja kufanya mafunzo, ama ilikuwa vipi? Kazi ya nilikuja kujifundisha, maana nilikuwa bado haijaingia akilini kwangu, ilikuwa bado haijaingia. Kwa hiyo nilikuwa naanza kujifundisha cherehani. Okay, sawa. Na labda ulipofika, umesema ulifikia Ubungo mwaka 2015. Ndio. Na ulipofika tu, maana yake ulitarajia ndugu yako anakuja kukuchukua kwenda naye wapi? Labda hapa tunazungumzia ulikuwa ukifahamu anaishi sehemu gani kwa jinsi alivyokuambia? Nilikuwa najua anaishi Tandika, ndio sehemu nilikuwa naijua. Okay, Tandika. Okay, sawa. Na ulipofika sasa ndio akawa kwenye simu hapatikani. Sawa. Na labda huyo mwanaume uliyekutana naye kwa mara ya kwanza, kama ulivyokwisha kutueleza, ilikuwa ni wakati gani labda kwa muda huo ambako ulikuwa umetoka kushuka kwenye basi? Ilikuwa kama mida ya saa 4 hivi. Mida ya saa 4? Saa 4 kwa maana saa 4 ya usiku, si ndio? Sawa. Sasa labda ungewaeleza wanaofuatilia ili waweze kuelewa kwamba labda wakati umeweza kuonana na huyo brother, si ndio? Ulimwamini vipi kirahisi
Yaani ilikuwaje ikawa rahisi wewe labda kumwamini maelezo yake aliyokupatia kwamba yeye anaweza akakuchukua na anaweza akakupeleka nyumbani kwake na ukawa salama, na vile alivyokuambia labda yeye ameoa, kumbe alikuwa amekuongopea. Labda ni nini ambacho wewe kilikufanya ukamwamini mtu usiyekuwa unamfahamu? Nilimwamini kama kaka yangu kwa maneno yake alivyokuwa anaongea, yaani msichana yote ina maana angemwamini, na alinihakikishia yeye ana mke na ana wadogo zake umri kama mimi, ndio maana nikamwamini. Okay. Alikutajia labda jina lake? Kwa sasa hivi jina lake kiukweli silikumbuki. Sawa sawa. Na je, ulipofika hapo nyumbani kwake, ni labda unaweza kuwa unakumbuka ni wapi, au kwa sababu ni muda mrefu unaweza kuwa umesahau? Nimepasahau kiukweli. Na ulipofika, je, hao wanaume wengine ambao unawasema walikuingilia kinyume na maumbile, je, walikuja wakati gani? Siku hiyo ulipokuwa umefika, ama wakati gani uliweza kuwa umefika na kukutana nao? Niliwakuta ndani. Ndio. Niliwakuta ndani wamekaa, akanitambulisha ni marafiki zake. Ndio. Basi nikamwamini. Okay, sawa. Okay, tunashukuru kwa mkasa wako, na labda unaweza ukatuambia nini kutokana na hayo yote ambayo yamekwisha kutokea? Labda umejifunza nini katika yote ambayo yametokea na historia yako kitu gani ambacho umejifunza? Yaani nimejifunza kuto kumwamini mtu. Ndio. Nimejifunza kuto kumwamini mtu, maneno yake anaoniambia siwezi kumwamini mtu tena. Okay. Okay, sawa. Na mpenzi mtazamaji wetu wa chaneli yetu hii, nafikiri kwa mpaka hapa tulipofikia umeweza kumsikia dada Mariam alimaarufu Dada Gonge kwa mkasa wake mfupi ambao ameweza kushare na sisi. Tumshukuru kwa nafasi yake hii ambayo ametupatia, na tukukaribishe tena wakati mwingine, ndugu mfuatiliaji wetu wa chaneli hii. Tutakapokusogezea habari nyingine, tunaomba uendelee kutupa support yako, na niseme huu ni mwisho wa simulizi. Okay, thanks.